Karibu Bobo Plays TV. Kaa nami hadi mwisho kuipitia kwa kidogo sana movie mpya mjini. Subscribe, like na comment ili tuwe pamoja. Hii ni Avatar Fire and Ash, iliachiwa rasmi Disemba 1, 2025 na mwezi April 2026 ishakuwa rasmi katika mitandao yetu ya bora kupata. Avatar ni movie ambazo huwa zinatumia gharama sana. Kwa hii Fire and Ash inakadiriwa imetumia budget ya milioni 350 hadi 400, ukulinganisha na Avatar The Way of Water ambayo ilitoka Disemba 6, 2022 ilikuwa na budget ya milioni 350 hadi 440, huku kwa Avatar ya kwanza ambayo ilitoka Disemba 10, 2009 ilikuwa na budget ya milioni 237. Hapo tunazungumza miaka 17 iliyopita. Aya, tuje kuitazama movie pendwa zinazoongozaga kwa mauzo miaka yote zikitoka. Hapa tunakuja kuletewa vitu vipya kutoka baharini katika Avatar The Way of Water hadi kuja katika majivu, yani Avatar Fire and Ash. Kama movie ya kwanza ilitupa misitu, Omaticaya, na ya pili ikatupa bahari, Metkayina, Fire and Ash inatupeleka kwenye upande wa giza la Pandora. Tunatambulishwa na kabila la Ash People au watu wa majivu, au jina lao rasmi ni Mankwaan. Hawa wanaishi kwenye maeneo ya volkano yaliyojaa moshi, joto kali na ardhi iliyopasuka. Tofauti na makabila mengine tunayoyajua ambayo ni ya amani na yanayopenda asili, Ash People ni wakali, wenye hasira na wana utamaduni wa kivita. Hawamuabudu Eywa, mungu wa Pandora, kwa njia ile ile ya upendo. Kwao maisha ni mapambano ya nani mwenye nguvu. Katika Avatar Fire and Ash tunaletewa cha kwanza migogoro ya kifamilia na kisaikolojia. Hapa ndipo movie inapochimbua hisia sana. Jake Sully na Neytiri bado wana vidonda vya moyo baada ya kifo cha mtoto wao, Neteyam. Neytiri safari hii anaonyeshwa akiwa na upande wa giza. Chuki yake kwa binadamu au Sky People inafikia kiwango cha hatari. Hawezi kumsamea Spider, mtoto wa binadamu aliyelelewa nao, na hii inaleta migogoro mkubwa kati yake na Jake. Jake Sully anajaribu kuwa kiongozi na baba, lakini hanagawia kuwa hawezi kuikimbia vita. Anajikuta katikati ya pande mbili, kulinda familia yake au kuungana na makabila mengine kupigana na tithio jipya. Hey, stay here. Pia tunakutana na maadui wapya, yani watu wapya. Kama ilivyokuwa katika Way of Water, tukawaona watu wa baharini. Huku tunakutana na watu wa majivu, yani hawa ni maadui sasa, tofauti na ile ya pili, Ash hapa. James Cameron ametupa adui ambaye ni Na'vi safari hii. Varang anayechezwa na Una Chaplin ndiye kiongozi wa Ash People. Yeye anaamini kuwa Na'vi wengine wamekuwa wadhaifu. Anachofanya ni cha kushtua. Hanafanya makubaliano na General Admo na Miles Quaritch wa upande wa binadamu au RDA. Hii ni mara ya kwanza kuona Na'vi wakishirikiana na binadamu ili kuwaangamiza Na'vi wenzao. Hii inabadilisha kabisa ramani ya vita. Si tena binadamu dhidi ya Na'vi, bali ni vita ya wenyewe kwa wenyewe, yani civil war ndani ya Pandora. Pia katika kisanga hichi tunakuja kuona ama kujua siri ya Kiri na nguvu za maajabu. Kumbuka Kiri, mtoto wa Grace Augustine. Katika movie hii nguvu zake zinaanza kuwa tithio. Ana uwezo wa kuwasiliana na mfumo mzima wa Pandora Biologic Network kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Sir. Watu wa majivu wanampania kumpata kwa sababu wanaamini kuwa anaweza kuwapa nguvu ya kutawala sayari nzima. Pia tunakutana na mapinduzi ya visuals, picha na sauti. Kiutekniki, movie hii inatumia teknolojia inayoitwa high frame rate iliyoboreshwa zaidi. Picha za volkano kulipuka, lava inayotiririka na mapambano ya kutumia viumbe wapya wa angani wanaoweza kuhimili joto ni za kusisimua mno.
James Cameron amesema alitaka kuonyesha moto si kama kitu cha kuharibu tu, bali ni kitu cha kutakasa. Fire and Ash ni movie ya huzuni zaidi kuliko zilizopita. Inakuonyesha kuwa hata katika paradiso kama Pandora kuna watu wabaya na kuna usaliti. Utaondoka ukijiuliza, nani hasa ndiye adui kweli? Hapo ni katika Avatar Fire and Ash, mzigo mpya kwa mwaka huu. Kama bado hujatazama, basi fanya kuitazama, na kama hujaiona Avatar 2019 na Way of Water, basi anza na hizo, alafu ndo uje uicheki Fire and Ash. Mimi ni Bobo mwana wa Bazazi. Asante kwa kuwa nawe, kwa sapoti yako, lakini nikukumbushe kuweka like katika video na subscribe ili niongeze kasi ya kukuletea mambo mzuri kama haya. Bye bye.